niliwaza tuweze kuikumbuka siku hii. And I wanted us to remember this day. Na tuikumbuke zaidi katika namna gani? And to remember exactly how. Tuikumbuke katika kujua kwa sababu gani kanisa hili limezaliwa. To remind ourselves how this church came about. Na limekuwa kwa sababu gani likuwepo, makanisa ni mengi, kwa sababu gani tumefikiria tuweze kuwa na kingdom power church. This church came to be, because there's a lot of other churches involved. How did this church come to be? Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hiyo kwa upande mmoja ndio maono ya kanisa hili. In particular, this is a vision of the church. Na maono ya kanisa hili ni And what was the vision for this church? What is the vision for the church? Hallelujah. Amen. Sio kama hizo unaweza kuona slide yenyewe nasema kwa ajili ya vision ya Kingdom Power Church. You can find in the file there and put it up there. The father says the vision of the church. Maono haya ya Kingdom Power Church. The vision of Kingdom Power Church. Tunaisema katika Kiingereza ni kwamba tuishi ufalme wa Mungu hapa sasa. It says to live the kingdom of God right now. Kwa kufanya mapenzi ya Mungu. By doing the will of God. Inawezekanaje tuweze kuishi ufalme wa Mungu? How do we live out the kingdom of God? Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Neno letu la leo, our word for today, living the kingdom. Kuishi ufalme. Hallelujah. Amen. Ndio neno ambalo tunataka tuzungumzie siku ya leo. This is the word we're going to talk about this morning. Tuishi ufalme, To live out the kingdom. au ufalme unaoishi, Or a kingdom that is alive. ufalme ulio mzima. A kingdom that is alive. Maono yetu ni haya ambayo yako huko. If you get your eyes to the screen, Inasema ya kwamba living the kingdom now by doing the will of God. kuishi ufalme sasa hivi kwa kufanya matendo ya Mungu, mapenzi ya Mungu. Hallelujah. Amen. Na hapo chini napatia kwamba tuweze kuonesha nguvu hizi za Mungu kwa kuwa wakamilifu, kwa kuwa mashahidi wakamilifu wa Yesu Kristo katika kazi njema ya imani ambayo imekubaliwa na Mungu. So it's demonstrating the power of God by being faithful witness of Jesus Christ through the good work of faith approved by the Lord. Hallelujah. Amen. Na ya mwisho inasema kwamba to be connected, tuweze kuwa tumeunganishwa, tumepatanishwa na wale wengine wote ambao wanamtumikia Mungu wakiwa na lengo ya ufalme wa Mungu. And to be connected with all those serving for the same goal of God's kingdom. Hii ndio maono yetu. And this is our vision for Ndio maana kanisa hili limezaliwa. This is the reason this church came. Ndio tunaweza kuwa makanisa mengi ambayo yanakuwa na hayo, yanakuwa na maono tofauti. Yes, there may be other churches that have different vision, similar visions. Lakini haya ndio kwenye tumetokea. But this vision is where we're coming from. Zaidi tunataka kuishi ufalme wa Mungu. Most importantly, we want to live out the kingdom of God. Nilikuwa na discuss siku moja na Mwingereza, niite kama Mwingereza, mtu ambaye yeye lugha yake ni Kiingereza. I was speaking some time ago with a person who was born speaking English. Akaniambia hii maono yenu je, ni kweli? And this person was asking me, what do you mean about this vision? Unapenda kusema uishi in the kingdom au unasema uishi ufalme? And he was trying to clarify what I meant by, he was asking me to live in the kingdom or to live the kingdom that we have now. Sababu hauwezi kuishi ufalme. Because you can't live the kingdom. You can't live out the kingdom. Unaweza kuishi katika ufalme. You can dwell in the kingdom, lakini hauwezi kuishi ufalme. You can't live the kingdom. Yeye ndio alikuwa ananiambia hivi. This is what he was telling me. Akasema sije labda kwa sababu Kiingereza yenu iko kidogo. And he was telling me, or maybe because your English level, your levels of English is not really up there. Na mimi nikamsaidia nikamwambia sema ndio katika lugha yetu. And I helped him. I said, yes, in that language. Una tofauti mbili.
the natures of that kingdom. Kwa hiyo kuishi ufalme So then to live the kingdom, na kuishi katika ufalme live in the kingdom, ni vitu viwili ambavyo vinaweza vikawa tofauti. some things that can be different. Unaweza kuwa mfalme wa Uingereza au UK, Of England or the kingdom of England. UK ambayo inamaanisha United Kingdom. You can live in the United Kingdom. Lakini wewe sio hauna chochote cha huo ufalme. But you're not subjected to that kingdom. Unaishi fasi nyingine, sawa kwenye ufalme wa fasi nyingine ya kukua uko ndani ya huo ufalme. Maybe living under this particular kingdom, maybe the king of England, but you're subjected to another kingdom somewhere else. Hallelujah. Amen. Sasa katika kuelewa kwetu sisi, Therefore, for us to understand the way we understand, tukakamata yale ambayo Yesu alisema we took everything that Jesus spoke about. katika maombi ya sala yetu ya Baba yetu aliye mbinguni, nikamwambia hivyo. The Lord's Prayer. Yesu anasema kwamba ufalme wako uje. Through the Lord's Prayer, Jesus said that, may your kingdom come. Na uje wapi sasa? When you want this kingdom to arrive? Kama ufalme unapaswa kuja hapa, uje wapi? Uikale wapi? Where should this kingdom dwell? Where should it be? Yesu tena akasema ya kwamba And then Jesus continued and said, ya ufalme hautautafuta uko wapi, uko wapi? kingdom shall not go over there and over there to seek for the kingdom. Ufalme uko ndani yenu. The kingdom is within you. Haleluya. Kwa hiyo katika haya yote maneno ya Yesu Kristo In everything that Jesus ilitupatia ujasiri. for us to receive power, Ilisema ya kwamba tuliamini ya kwamba we believe that sio kwamba tuishi katika ufalme, lakini tuishi ufalme. it's not enough just for us to live in the kingdom, but to live the kingdom, to live out the kingdom. Haleluya. Ndio maana Yesu akasema kwamba ufalme uko ndani yenu. That's why Jesus said that the kingdom is within you. Na kama ufalme uko ndani yetu, If the kingdom is within ni you, kufanya mapenzi ya Mungu. is to do the will of God. Haleluya. Ni kuishi mapenzi ya Mungu. Live the will of Ndio God. kuishi huo ufalme. This is how you live. Tusipoishi mapenzi ya Mungu, tusipofanya mapenzi ya Mungu, hata kanisa hili tutaweza kujiita sisi tuko watu wa Kingdom Power Church, lakini hatuishi ufalme. Hatutotambuliki katika huo ufalme, kwa sababu Yesu tena alisema mara nyingine watu wananiabudu kwa midomo, lakini mioyo yao iko mbali. Na haya ndio mambo ambayo katika kanisa hili na kwa wengine wote tuweze kulichunguza na kujua namna gani tunaweza kuishi ufalme. Nende katika kitabu cha Yakobo. Katika kitabu cha Yakobo sura yake ya 3 na mstari wake wa 13 hadi 18. Tusome hapo. James chapter 3 verse 13 to 18. Naweza soma kwa Kiingereza na nitasoma kwa Kiswahili. It says, who is wise and understanding among you? Let him show by good conduct that his works are done in the weakness of wisdom. But if you have bitter and envy and self-seeking in your hearts, do not boast and lie against the truth. This wisdom does not descend from above, but it is earthly, sensual, demonic. For where envy and self-seeking exist, confusion and evil things are there. But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, willing to yield, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy. Now the fruit of righteousness is shown in peace, but those who make peace. Amen. Amen. Huyu Yakobo wakati alipoandika kitabu, When James was writing this book, alianza kwanza kusema kama vile kwa mfano anasema ya kwamba imani pasipo matendo he started first by saying that
faith without actions, faith without deeds is dead. Okay. Yenye imekufa inake opposite yake ni kwamba yenye haiishi. What is dead means it's not living. Au kwa upande mwingine tuseme yenye imekufa haiishi, ina maana kwamba iko opposite na yenye inaishi. And what is dead, it means that it's not living. And if the opposite of not living means it's living. Neno letu tunalosema leo ni kwamba ufalme unaoishi au ufalme hai. And today's word, today's title is a living kingdom, a kingdom that is alive. Hallelujah. Amen. Tujisaidie na mifano ambayo Yakobo amesema katika kitabu hiki. Let's help ourselves with these examples that James is speaking of. Ameanza kusema kwa ajili ya imani hai au imani inayoishi. That is speaking of a living faith, a faith that is alive. Yes, our living faith. Yeye amesema je? What did he say? Unaweza kunisema kwamba mimi niko na imani. You can say to yourself, we can profess out loud and say, I have faith. Uzunguruke hapa, mimi niko na imani. Go on and say, no, I have faith. Lakini imani This particular faith, inaishi au ni mzima. this faith is living or is alive Ikiwa matendo ya if your actions ndio inasirisha kwamba hii imani iko hapo. exhibits that faith is there. Baada ya kumaliza na imani, After speaking of faith, akaenda kwa hii neno kuhusu hekima. and he went on to speak about wisdom. Akaanza na kuuliza swali. And even professor, Ya kwamba ni nani aliye na hekima na ufahamu miongoni mwenu? he's not asking who has wisdom and meekness. So who has who has wisdom and understanding among you? Nafikiri sisi wote mara nyingine tunaweza kusema mtu mwenye yuko na madigrii 10 yeye ndio mtu na hekima sana. And sometimes, in our earthly looking, sometimes we understand, maybe it's a person who's got 10 or 5 or 10 degrees, who's got a lot of understanding. Au kama ungekuuliza hapa hivi, If somebody was to ask us si today, nani kati yenu hapa mwenye yuko na hekima? who among you has a wisdom? Je, majibu yetu yangekuwa namna I gani? don't know how our answers would have varied around here. Wachungaji watakaosikia hili neno. For the preachers or for the pastors who are going to hear this word, Mara nyingi nilikuwa nasikia wachungaji, nasikia wapastors, nasikia wengine, mimi niko na hekima sana kabisa. a lot of pastors who go around professing, I've got a lot of wisdom. Huwa nimekumbusha baba yangu ambaye naye alikuwa mchungaji. He also mostly reminds me of my father, who's also Baba yangu hivi. one of my elders. Siku moja tulikuwa tumelala pamoja. One day, we'll just sleep Sijui together. kama tumeanza kuzungumza kwa nini. And I don't even know how the conversation came about. Akaniambia sisi siku moja walikuwa kwenye mkutano. He was telling me that one day they were in a conference. Na kama vile kawaida wachungaji wengi walikuwa mbele hapo. Just like how all the pastors were sitting on the front row. Wakiwa hapo mbele hapo. As they're sitting on the front row, Mkutano ulikuwa vizuri the kabisa. conference went out. Sasa unaona watu wote wako excited katika huo mkutano. Kwa kumaliza mkutano sasa, By concluding the yule msimamizi conference, the MC akasema ya kwamba hata namwalika mzee mmoja wa hekima aweze kuja huku mbele, aweze kuja kufunga ibada leo. concluding the program, the MC stood up and said, but I'm going to invite one of our wise elders to stand up here and pray to conclude the conference. Watoto wakaanza kuangalia huyo wa hekima akakaisi. And everybody was standing, sitting and gazing around to see who's this person of wisdom. Na wale wote wenyewe waliitwa wa hekima nao hakuna hata mwenye alisimama. And everybody who was called of wisdom, no one stood up. Watoto wanasubiria. And everybody was just looking around. Wanaangalia Who's this wa hekima waweze kusimama hapo. wise person? Who's going to stand up? Hakuna mwenye alisimama. And nobody stood. Kisha baadaye akataja sasa jina la mmoja ukasema naita mzee fulani aweze kuja kufunga ibada. Mchungaji fulani aje kufunga ibada. The MC was because obviously didn't have anyone who stood up. He ended up
kama siko upande. And he stood up, he wasn't really sure of himself. Mimi nikamgeukia baba mimi ananiambia baba. And then I turned around to my father who was telling me this story. Kwa sababu gani nyinyi wote hakuna hata mwenyewe akala wewe kusimama. And I was like, how come nobody stood up, even you yourself, how come you didn't stand up? Aliniambia neno moja kwa sasa. He told me one thing that I never forgot to him. Ile kitu kusimama He told me that the fact that people did not stand up, ndio hekima. that is wisdom. Hallelujah. Amen. Tuko pamoja? Amen. Asema ile kitu kusimama ndio hekima. The lack of people standing, that shows our wisdom. Kwa sababu wisdom haitakiwi. Because wisdom does not boast. It does not boast itself. Mtu akikwaza usinione mimi niko na hekima. Somebody doesn't mean, you don't look at me like this, I'm wise. Yeah. I'll put a bit of a question mark there. Sababu hekima haitakiwi. Because wisdom does not boast. Yakobo akasema hivi. James went on and said, Nani aliye na hekima kati yenu? who is wise and understanding among you? Basi Therefore, na alionyeshe hiyo kwa maisha yake mema na kwa matendo yake yaliyotendwa kwa unyenyekevu kutokanao na hekima. it says, let him show by good conduct that his works are done in the meekness of wisdom. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hekima inayoishi hiyo ya kweli Therefore, a true, or maybe a true wisdom ni ile ambayo inaonekana katika mema unayoyatenda. is the one that is shown through your good conduct. The things Namna that yako ya kuishi how you conduct yourself, the way you ndio live. inayoleta hekima. This is what portrays Hali yako ya unyenyekevu your characteristic of meekness. hekima inayotoka kwa Mungu. That is a wisdom that comes from above. James akasema kwamba James continued and said, nani aliye na hekima? who is wise? Ni yule anayeishi maisha ya kumpendeza Mungu. It's the person who lives life, who lives out there his life by doing the will of God. Ni nani anayeishi ufalme wa Mungu? Who lives out the kingdom of God? Bado tukiwa katika ulimwengu huu. Here that while we're still under the sun. Tumeita ili tuweze kuishi ufalme wa Mungu. Bado tukiwa katika ulimwengu huu. Na ndio maana Yesu that way Jesus, akasema ya kwamba he said that, Baba yetu ndiye mbinguni. said, our Father who is in Jina lako litukuzwe. thy will be done, Ufalme wako uje. your kingdom come. Kama huu ufalme tunapaswa kuishi tu wakati yeye tumeingia mbinguni. If we only want to leave this kingdom only at the time when we go to heaven, Yesu asinikwambia sema ya kwamba tuombe tungali hapa katika Jesus ulimwengu. will not ask us to leave out the kingdom while we're still under the sun. Tuombe ya kwamba ufalme wako uje. Ask for the kingdom to come. Angekuambia sema muombe Baba yetu ndiye mbinguni, jina lako litukuzwe, utusaidie kuingia katika ufalme God wako. will ask us to pray, to say, our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Help us to go back to live out the kingdom in Ile heaven siku ya mwisho. on that last day. Lakini amesema ya kwamba But he said that ufalme wako uje. thy kingdom come Wakati tungali tunaishi katika ulimwengu. while we're still here. Akayahakikisha And he emphasized katika lile neno ambalo amesema katika lile neno ambalo amesema na sijui Wayahudi wa Yunani au niwaite namna gani ya kwamba ufalme wa Mungu hautafikiwe huko wapi, huko ndani yenu. touching on the word that he spoke to the Pharisees, that the kingdom of God is not, you can't go look for the kingdom over there, but the kingdom of God is within us. Akasema pia Paulo naye alipoandikia Wakorintho, When Paul was speaking to he wrote to the Corinthians, katika kitabu cha Wakorintho sura yake ya kwanza sura yake ya 4 na mstari wake wa 12. in 1 Corinthians chapter 2 chapter 4 Corinthians chapter 4 na mstari wake wa 12. and chapter 2 verse 20. Naweza kuona. You can put it out there for us. Yes. Hallelujah. Verse 30, amen. Wakorintho wa kwanza sura yake ya 4 na mstari
kwamba mimi niko mtoto wa ufalme. No one when they call yourself that, oh yeah, you're the child of the kingdom. Oh, mimi niko mtu wa hekima mimi. I'm a wise person. Ufalme wa Mungu usomeke ndani yetu kwa nguvu. Let the kingdom of God dwell within us by Kama vile jinsi Yesu alivyosema ya kwamba huonekane katika matendo mema. shown through our good conduct. Watu wewe wanyenyekevu. To have meekness. Ndio tutakuwa watu wenye hekima. This is how we conduct Hivyo ourselves. hivyo tutaishi ufalme wa Mungu. In doing so, we're going to live the Ikiwa sisi ni watu ambao tunayafanya mapenzi ya Mungu. as we continue to do. Tunayatenda yaliyo mema. As we continue to do. Ambao tunamwita Mungu wetu ni mwema. We call our God is good. Na sisi ambao tunaishi ufalme wake. And for us who live the kingdom, Hata kuishi wema wa Mungu. let us live the goodness of God. Na kuwa wanyenyekevu. And to exhibit meekness. Heri wanyenyekevu wa roho. The Bible says blessed are the meekness of the Holy Spirit. Maana ufalme wa Mungu ni wake. Because the kingdom of heaven is theirs. Kwa sababu atenye katika ile babe yetu katika kitabu cha Mathayo In the book of Matthew, sura yake ya 5 and the book of Matthew chapter 5, pia mstari wa 13 tunaweza kuangalia hapo pale anasema kwa ajili ya kuwa wanyenyekevu, wenye moyo safi, maana hao watamuona Mungu. Amesema maneno mengi sana katika kitabu cha Mathayo sura yake ya 5. Mstari wa 6. Yes. Heri walio wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Hiyo ni 9. Heri wanaoteswa na kwa sababu ya haki, maana ufalme wa mbinguni ni wao. blessed are those that are peacemakers, for they shall blessed are those who are persecuted for the righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Na wenye moyo safi hapo anasema heri. Heri walio na moyo safi, maana hao watamuona Mungu. Blessed in verse 8, chapter 8, verse 8, it says, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Kuna mambo mengi ambayo Yesu amewafunza There's a wanafunzi lot wake of things that Jesus told us. ambayo yanaitwa mabeatitudes. We are told the Beatitudes. Yes. Mfaransa wanasema beatitude. In French, we call it that. In English, we call it Beatitudes. Ambao Yesu anasema kwamba waheri wana When Jesus is speaking about who are the blessed, wapendwa, ufalme wa Mungu. beloved, the kingdom of God. Haiko sawa vile ni sanamu moja, ni picha moja ambayo inaonyeshewa tu hivi. It's not like an image that can be shown to everybody. Ni ufalme ambao kumheshima. It's a living kingdom. It's a kingdom that is alive. Haleluya. Amen. Na haiwezi kuwa mheshima, And it cannot be alive. ni matendo yake yaweze kuwa mazima yaonekane katika maisha yetu. And for it to be alive, it's His will to be shown through our lives. Unajua hii tunahimizana sana hapa kwa ajili ya jinsi tunavyoshare maneno ya Mungu. And you know how we continue to encourage each other, how we share the word of God, or to share. Ni mazuri kabisa, sijui kila mtu anajipenda na vile jinsi unavyosikia. I don't know how everybody else feels, but for me, it's a really good occasion for everybody. Lakini haya maneno tunayoyashare, But these words that we share, hatushare kwa ajili ya watu wengine, we do not share these words because of other people. ila sisi wenyewe hayo maneno kuweza kutusaidia. These words will help us in ourselves. Haleluya. Haleluya. Wakati sisi tunasema sisi kwa ubiri. And nobody speaks of us as preachers. Tunapochota kidole hivi, When we went out to someone, tunachota kidole we hivi, put our fingers out. hiki kimoja kinanirutilia, This cha pili kinanirutilia mimi, cha tatu kinanirutilia mimi. three fingers are turning back to me. They're pointing back at me. Tutaishi ufalme wa Mungu How do we live the ikiwa kingdom? sisi wenyewe. Us ourselves. Hata tusome katika hiyo kitabu cha James, kitabu cha Yakobo, sura yake ni ya 3, James chapter 3, mstari wa kwanza. verse 1. Ndugu zangu, msiwe wahalimu wengi, kwa maana tunafahamu kwamba sisi tufundishao tutahukumiwa vikali zaidi. Amen.
kwamba sisi It's true that us, tunaishi ufalme wa Mungu. we believe in Ni the kweli kwamba sisi It's true that hekima ya Mungu iko ndani yetu. that the wisdom of God is within us. Ni kweli kwamba sisi It's true that imani iko ndani yetu. we have faith within Kwa us. sababu imani Because faith lazima iwe nzima. has to be Iwe alive. hai. It has to be Hekima ni lazima iwe hai. It has to be Na ufalme wa Mungu ni lazima uwe It hai. has to be alive. Yes. Haya yote katika kutenda mapenzi yake. All this we can accomplish doing the will of God. Haleluya. Haleluya. Acha basi nimalizie katika faida ya wale ambao wana hekima au inayoishi na wale ambao wanaweza kuishi ufalme wa Mungu. Let us Bado katika the ulimwengu. benefits of those who live out the kingdom of God. What are the benefits to living out the or to participating in the kingdom of God? Katika kitabu cha Danieli In the book of Daniel, sura yake ya kwanza book of Daniel chapter 1, hadi mstari wa sura yake ya 13 mstari wa kwanza hadi wa 3. Daniel chapter 13, verse 1 to 3. Katika kitabu cha Danieli sura yake ya 13 mstari wake wa kwanza. Danieli sura yake ya 12 Daniel chapter 12, sura yake ya 12 chapter 12. mstari wake wa kwanza hadi wa 3. Daniel chapter 12, verse 12. No, verse 1. Yeah. To 3. Kini mstari ambao unatamani sana ni ule wa The verse kwanza. that I want us to focus so much is verse 3. Katika wakati huo Mikaeli mtawala mkuu ambaye huwalinda watu wako atainuka. Kutakuwepo wakati wa taabu ambayo haujatokea tangu mwanzo wa mataifa hadi wakati huo. Lakini wakati huo watu wako kila mmoja ambaye jina lake linakutwa limeandikwa kwenye kitabu ataokolewa. Wengi ambao wamelala kwenye mavumbi wataamka, baadhi yao kwa uzima wa milele, wengine kwa aibu na kudharauliwa milele. Wale wenye hekima watang'aa kama mwanga wa mbingu, nao wale ambao hawaongoza wengine huwaongoza, na wale ambao huwaongoza wengine kutenda haki watang'aa kama nyota milele na milele. Amen. Amen. It says that at the time Michael shall stand up, the great prince who stands to watch over the sons of your people, and there shall be a time of trouble, such as never was seen since there was a nation, even to that time, and at that time your people shall be delivered, everyone who is found written in the book. And many of those who sleep in the dust of the earth shall wake, some to everlasting life, some to shame or everlasting and everlasting contempt. Those who are wise shall shine like the brightness of the firmament, and those who turn many to righteousness like the stars forever and ever. Amen. Amen. Wapendwa, ikiwa tunasema kuishi ufalme leo, Beloved, if we say we want to live the kingdom now, kuna faida. there are benefits. Kuna faida kubwa, ndio maana tunaendelea kusema hivi. There are benefits, there's massive benefits, that's why we continue to encourage so. Na hii faida hii And this benefit, tusiache ya kwamba iende kwa wengine, let us not allow this benefit to go on to others, wao wawe ndio waweze kufaidika, and they may continue to be blessed. lakini sisi ambao tunasema kwa ajili ya hiyo And faida then as we continue to speak about these benefits, tuweze kukosa to miss out kuingia katika ule aibu ya milele. and to go into everlasting shine. Na habari za Daniel. These are the story of Daniel. Daniel alipata maono. He received these visions. Alikuwa bado yuko katika hali ya katika nchi ya Babiloni. He was still living in Babylon. Mungu akamfunulia And God revealed to him siri ya mambo ya juu the secrets of higher things. ambaye aliona Mikaeli, He saw Michael, mtawala mkuu ambaye huwalinda watu wako, watu wa Mungu, huwalinda watu
Mungu. You don't want to leave the kingdom of God. Si kwamba tu kusema kwamba no, mimi sitaki kuishi ufalme wa Mungu. Say that I want to leave out the kingdom. Lakini ni kutokuishi kinyume ya mapenzi ya Mungu. Actively living against the will of God. Tunaweza kusema kwamba tunaweza kusema kwa ajili ya ufalme siku nenda siku. We can speak of living the Lakini sisi wenyewe kama hatutageuka we do not tuweze kuishi mapenzi ya Mungu. Tuwe watenda mema. the kingdom and do the will of God. Tuwe wanyenyekevu. To have meekness. Tunaisema We just hii siku hii itakapokuja. when that day comes. Tutakia kama vile kibao. We're going to be standing just like Hii that. tunapata simamisha hivyo njia ya mirabu. Something is from the middle of the road showing all you Inasaidia watu wengi wafike mpaka mirabu. It's going to help that sign helps a lot of people. Lakini ukiambiwa kufika mirabu hatutafika hata siku moja. Because we don't move even one day. Tutabakia kama vile the bridge. And you're going to stay there in one Kilalo. of the bridges. Kilalo fasi nilipokuwa kilalo si. Basi moja karibu kwenye kwa kilalo sijui sikumbuki vizuri. Utavuka kilalo unaenda upande wa pili. And you see that when you come to a bridge, you can cross from one side to the next. Hiyo daraja inakusaidia uweze kwenda upande wa pili. That bridge will help you from Lakini hapo A to B. But that bridge stays there. It doesn't inasaidia watu tu wavuke. Lakini hata kinabakia pale pale. And it stays there. Wapendwa, Beloved, hiyo siku that day inakuja. is coming. Ambao Biblia ikasema hivi, That the Bible says wale wenye hekima those who are wise, ambao tumewaona katika kitabu cha James. they are the people that James was Ni speaking nani about. kati yenu aliye na He hekima? was asking, who among you is wise? Yule ambaye anafanya wema wa Mungu. He says it's the person who Na connects anaishi maisha ya unyenyekevu. and believes. Bado tuko katika ulimwengu huu. To be at the Akasema wale wenye hekima says that those who are wise, watang'aa. they will shine. Nani asiyependa kung'aa Who hapa? doesn't want to shine around here? Wamama asubuhi kila asubuhi hata sisi wale watu. Wamama asubuhi utaona kioo anaenda kukioo pale, na anapitisha kwa kamera kabisa hivyo anafanya aweze kung'aa, afike naye anang'aa. Morning, the mothers will stand in the mirror. Even sometimes when us the men as well. Sometimes you stand in the mirror and you spend a few minutes, really good minutes, trying to make sure that you're actually shining, you're looking good. Kama nimeleza kesho kwao umehoji hivi unaona unaenda kwa baba kwanza Saturday na uonekane nywele zinategemana na And like your hair is not looking unaona good. aidha kulea. Haleluya. Tunaenda kwa sababu natoa kichwa chako kabisa. Fanya kazi huko. You surrender your head or do some work out there. Akifanya vibaya. And if they do something wrong, Ndio mlifanya hivyo. it's not a good. Anaweza asifiwe sana. Akasema hiyo katika maono, Danieli akaona With that vision, na kama wenye hekima watang'aa. eyes shall shine. Wenye hekima inayoishi Those who are wise, who have a Living faith, wale walio na imani inayoishi those who have a living faith, those who have a faith that's alive, watang'aa. they shall shine. Imani inayoishi The faith that is alive ni imani iliyo na matendo. is a faith that has deeds. Haleluya. Imani iliyo na matendo The faith that has actions, ndio inayoishi. is the faith that is alive. Sema ya kwamba nao wale ambao hawakuongoza mengi, huwaongoza wengi kutenda mema. And it says that and those who lead many to do the will of God, to do good. Tunapohubiri, Beloved, when you pray, tunaposimamia, when we tunapoongoza lead the wengi, program, we lead others. tunaposhare neno la When Mungu, we tunawasaidia share wengi. God, we are helping many. Tunapofanya chochote kile unachofanya kwa ajili ya Kristo, tunafanya mengi. How we do for the in Christ to help many, Na sisi and even us. ikiwa hekima yetu ya kweli, Living a wisdom is within ikiwa us. tumeishi ufalme wa Mungu hapa sasa, The kingdom of God right now. na sisi tutang'aa. And us, we will shine as well. Hao watang'aa And when kama nyota milele na milele. they'll shine like a star forever and ever. Tumizane siku ya leo. Let's encourage one another this morning. Kazi tunayoifanya This work that we do, si kwa bure. it's not for it's not in vain, it's not going to be lost. Haleluya. Amen. Na unapoifanya hiyo, When you do it, ifanye kwa bidii, kwa moyo. do it wholeheartedly.
beloved, wewe unayejua unamtumikia Mungu, if you know that you're serving God, kwa share na watu kwenye maombi, we'll share with other people in prayers. Ambao wengi tumeanza kukamata kazi ya Mungu kama vile mazoea. That, you know, a lot of us are starting to get to view this word of God as if it's just something we do on a regular. Au tunaifanya mara nyingine kama vile tunamfanyia mtu mwingine. You know, we hold it as if it's something that we're doing for somebody else, another human being. Issue fact. But to lead the kingdom, imani iliyo hai, a faith that is alive, hekima iliyo hai, wisdom that is alive, inakusaidia wewe mwenyewe. helps you mostly, helps you a lot. Yes. Katika lugha yangu wanasema neno moja. My language, they say one word, one particular word. Ila amoje najua sausaga haya. Sema mkia mbuzi na mwaka inafikia pale kwenye mtu pale. It says the tail, the sheep, the goat's tail. He only he only wipes or wags babies. He only cleans around babies. Na wewe And me. acha pale kwenye tuko pale. Let us wait. This maisha mzuri. Si faida ya mtu mwingine. So that another person's praise. Ile mkia inabidi sifasi ya usafi sio maana ya kutoa mwingine. He wants to live in a clean place. And it's that station where they are, where exactly that spot. Wewe unapofagia basi yenyewe huko. Unapoishi maisha mazuri, unapokuja kanisani, unapotumikia Mungu, unapofanya kazi ya Mungu kwa moyo na kwa bidii, faida ya haya itakuwa ya mimi. That benefit is not going to come to me, it's not going to be for me. Yako. It's going to be for you yourself. Wanaopenda mimi kwenye hekima. Wale wanaowaelekeza wengine, wanaowasaidia wengine. Others who help many, nao watang'aa. they will continue to Ikiwa shine. imani yao Even ni their hai, faith is alive. ikiwa hekima yao ni hekima iliyo hai, If their faith is alive and their na wisdom, ikiwa ufalme wanaoishi the au ufalme ulio ndani yao kingdom that is ni within ufalme you ulio hai. is a Haya kingdom. yote yanadhihirika All these can be katika matendo tunayoyatenda. by the words that we do right now. Let's stand up, please. Right. Naweza ukawa hapa, Maybe here. tengeneza maisha yako, tengeneza maisha yako na Mungu wako. Fix your life with God. Fikiria labda unaishi je? Think or maybe consider, how do you live? Je, wewe ni mwenye hekima? Are you a wise person? Do you have wisdom? Je, una imani iliyo hai Do you have a living faith ambayo inafuatana na matendo mema? that goes hand in hand with doing the good work? Je, ufalme wa Mungu uko ndani yako, unatenda kulingana na matendo Is unayoyatenda? the kingdom of God living within you? And if so, do you do according to Kulingana na mapenzi ya do Mungu? you do your works according to the will of God? Na kama labda unasema maombi vibaya, Leaders are
pengine hata wewe unayetufuata, unayetuona, utakayetusikia, utakayetufuata. For those people who are watching or listening elsewhere. Baada ya hii maisha, baada ya maisha haya tunayoishi hapa sasa, itakuwa au tuende katika ahadi ya milele, au tuende katika kung'aa kwa milele. Kung'aa kama nyota. Ndani ya wakati lakini baada ya hapa, baada ya maisha hii tunayoishi hapa sasa, ikiwa tutakosa kufanya wema wa Mungu, ikiwa tutakosa kufanya mapenzi ya Mungu, hakuna kitakachokiongeza baada ya hapo. Kaimba mahubiri na nyimbo zitakaponyamaza huko, mahubiri na nyimbo zitakaponyamaza huko, utakuwa wapi wewe rafiki yangu? Acha tuombe. Unaweza kusimamisha mkono wako kama unahitaji maombi special kwa ajili ya maisha yako. Unatamani uishi mapenzi. Baba, katika jina la Yesu, kila unapotupatia neno, whenever you are giving us the way from you as a purpose, you never done anything for nothing, Lord. The King of Kings, the Lord of Lords, we have come before you this morning, oh Father, where we pray once again. We want to align our life with you, God, with your will. That is the reason why we are the Kingdom Power Church, where we want to lead the kingdom by doing the will of God, to do your will, even Father. But sometimes in the world where we are, we can go astray. We can do so many things. We can even forget your goodness, oh Father. But today we want to come back to you. I'm even more the way that the prodigal son came back to the Father. And then we also coming back to you. In what we have done, what we have withdrawn in our minds, sometimes we are even going far away from your will, the King of Kings. Sometimes we do the things that are not according to your will. Baba, tunakuja mbele zako mchana wa mfano, tukiomba mara tena uturumie Baba na kutusamehe. Tunapenda tutengeneze maisha yetu, tutembee kama tunapendavyo mfano. Kazi yako tuifanye kwa moyo, si kwa kusukuma wala kubembeleza. To do your will of ourselves, willingly of our, not even being pushed up, not even being better of our. Instead, we want to do it with the only devoted heart of God. In the name of Jesus, you are the living Father. Baba, tuna sehemu nyingine tunaweza kukimbilia. Hatuna nafasi nyingine tunaweza kukimbilia. Tazame mama, tazame baba, tazama kaka, tazama dada, tazama kila mmoja aliye hapa na atakayefuata ujumbe huu hapa. Whosoever gonna follow this, my father, my mother, my brother, my sister, whoever, Father, just have mercy on him and on her. Wewe uturudie Mfalme, ili tuweze kuishi ufalme wako kama vile upendavyo. Tuishi ufalme wako tukiwa bado katika ulimwengu huu. Wewe ni Mungu, haujabadilika kamwe. Wewe ni yule jana, leo na hata milele. Tunakutegemea na tunakutaja Mfalme. Wewe turehemu na kutusaidia tuishi ufalme wako while we're still on the earth. To live your kingdom now while we're still on the earth, oh Father. We still alive, oh Father. In the name of Jesus. To make the kingdom, to be alive, oh Lord. In the name of Jesus. Wewe ni Mungu na stahili heshima, utukufu na mamlaka katika yote Baba. Pia tunaamini kwamba wewe Mungu tuna zawadi kubwa. We get the reward when we get to heaven after all what we have done, oh Father. When we get to heaven, either we will be in the everlasting joy, or we will be in the everlasting shame. Baba, turehemu na kutusaidia. Help us, Lord, so that we can live your kingdom. We can think wisely, and we can live, have the living faith of God. We know you are to go to the land. Heshima utukufu vikurudie Baba, katika jina la Yesu. Tukiombea pia Mfalme, maisha yetu yote Baba, tuishi kama tunapendavyo. Asante Yesu. Neno hili lizae